Ibn Battuta TV, mwangaza kwa umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Khamis Tembo, mkurugenzi wa habari na mawasiliano ndani ya kampuni ya Ibn Battuta Tours Limited. Mtazamaji, niko hapa kwa ujumbe muhimu. Ujumbe huu ni pale unaposikia kwamba tunatoa matangazo ya hija ama umra, na hasa ya hija, lakini kwenye matangazo yetu kuna kipengele ama kuna eneo unaona kabisa neno linasema kuhijiwa ni dola kadhaa ama kuhijiwa ni dola 2000. Naam, kuhijiwa ni kitendo cha mtu kubeba jukumu la kufanya ibada ya hija kwa niaba ya fulani. Sasa fulani huyo awe katika mazingira gani? Yameelekezwa maelekezo na Bwana Mtume Muhammad SAW katika namna nyingi, lakini mmoja kati ya mtu ambaye ana haki ya kufanyiwa hija na ndugu yake yoyote, ima awe wa kike au mwanaume, yani hata kama mtu aliyefariki ni mwanaume, lakini binti wa huyo aliyefariki ama dada yake, shangazi yake, anaruhusiwa kisheria kufanya hija kwa niaba yake. Au mama yako mzazi, shangazi, dada amefariki, wewe mtoto wa kiume ama ndugu wa kiume, ruhusa wewe kufanya hija yake hata kama ni jinsia tofauti. Lakini imeelezwa na maulamaa katika namna mbalimbali, na wakichukua mafundisho haya kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad SAW, kuna namna nyingi ambazo zinapelekewa mtu kuhijiwa. Na huyu anayehijiwa mara nyingi katika mapito ionekane hata yeye hii ibada yenyewe alikuwa anahitajia sana, lakini hakupata bahati kuiendea, ima kwa namna mbili, kwa kukosa uwezo mpaka akafariki, au pengine alikuwa na uwezo umekuja kumkuta kipindi ambako pengine afya yake haimruhusu kabisa hata kutoka pale nyumbani kwake kufanya safari kwa namna ya safari yenyewe jinsi ilivyo. Kwa hiyo kwa namna nyingine za namna nyingi ambazo zimeelekezwa na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad SAW. Lakini nataka kuzungumzia hii dola 2000 ambayo utaitoa kwa ajili ya kuhijiwa kwa fulani, inatakiwa ifanyweje? Mara nyingi Ibn Battuta Tours Limited tumekuwa tukipokea hizi, na Ibn Battuta inachokifanya ni kuwatafuta watu maalum wanaojua dhima ya kubeba jambo hili. Mfano ya watu hao ni watendaji wake wa ndani ambao wanainuka na kampuni kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada, na yoyote katika watu wale ambaye kisheria tayari yeye amekwisha tekeleza ibada ya hija, kwa sababu ili umhijie mtu na wewe mwenyewe uwe tayari umekwisha hija yako. Kwa hiyo asipatikane mtu au asipatikane familia ikasema kwa kuwa baba yetu au mama yetu alikuwa hajawahi kuhiji, lakini hapa tutamuinua fulani ili akamuhijie. Sharti la lazima ni kwamba huyu anayekwenda kumfanyia mtu hija yeye mwenyewe awe tayari amekwisha hiji. Hili mlizingatie sana, kwa sababu hii huwa inatokea sana kwenye baadhi ya familia kwamba wana uwezo mashallah, alhamdulillah, lakini wanataka kumfanyia hija fulani au ndugu yao, bibi, shangazi, hakadha. Ni kwamba anainuliwa mtu hata yeye mwenyewe hakuwahi kufanya ibada hii ya hija. Sheria inasema huyu ambaye anatakiwa kwenda kumfanyia mtu hija lazima kwanza awe amehiji hija yake, na ndio maana kampuni huwa inachukua jukumu la kuwapatia dhima hii ama kuwapatia majukumu haya, ima katika vijana ambao wanasoma pale nchini Saudi Arabia katika vyuo vyetu mbalimbali pale, ima ni Umul Qura ama pale Jamiatul Islamia Madina, sawa. Kwa hiyo kuna vijana pale wanasoma wa Tanzania na mashallah wanahudumu katika hizi nyakati za hija na umra. Kwa hiyo na wale mara nyingi wanakuwa tayari wameshatekeleza ibada ya hija, wengi wao. Kwa hiyo kile kinachopatikana linachukuliwa jina la muhusika, anakwenda kukabidhiwa kijana ambaye yuko pale nchini Saudi Arabia, ambao wanasoma, anapewa jukumu lile. Na ni kweli yale masiku ya kuhirimia kwa ajili ya ibada ya hija, basi yeye atatoka, atakwenda miqat, yani kwenye mipaka maalumu ile iliyowekwa kwa ajili ya kuhirimia kuingia katika ibada ya hija. Anaweka nia kwa niaba ya huyo ambaye sisi tumelichukua jina lake, anakabidhiwa ile dola 2000. Ile dola 2000 kinachofanya ni kwamba anaweza kununua ihram, lakini kuna jambo la kumchinjia, kuna jambo la kuchinja
kwa niaba ya huyo fulani ambaye amefariki. Kwa hiyo yote haya yanafanywa na mtu ambaye jukumu hilo amelibeba yeye. Kwa hiyo hii dola 2000 si kwa sababu anapewa kama zawadi tu, hapana, ni kwa sababu ni pesa inayokwenda kutumika. Atatoa nauli, atanunua ihramu, ataishi pale, atakaa kwenye yale mazingira yote yanayohusiana na ibada ya hija mpaka mwisho wake. Kwa hiyo tunawakaribisha wale ambao wanahitaji kuwahijia ndugu zao, ama kutoa hii dola 2000 kwa ajili ya kuwahijia ndugu zao mbalimbali ambao wamefariki. Hata kama wewe mjukuu hukuwahi kumuona babu yako, wewe ni Kilembwe na umesikia habari zake, labda alikuwa ni mfanyaji ibada, kwa hiyo unatakiwa kumtolea, una hamu ya kumtolea sadaka yako ya na yeye aonekane kwamba ni moja kati ya waja ambao amehiji. Na inavyoelezwa katika mafundisho ni kwamba ukiifanya hija hii kikamilifu, ikifanywa kikamilifu, inakuwa ni hija kama anayefanya yule ambaye yuko hai sasa hivi. Kwa hiyo ibada hii inakusanywa, inakuwa ni ya kwake yule marehemu, na mbele ya Allah tabaraka taala anahesabika kama aliwahi kuhiji katika maisha yake. Karibuni Ibn Battuta Tours Limited, tunaweza kubeba dhamana hiyo na kuwakabidhi vijana ambao wanahusika kwenye eneo hilo na kuwafanyia ibada ya hija ndugu ambao wametangulia mbele ya haki, ama wale ambao sheria inawatambua hawawezi kuinuka na wana wajibu wa kuweza kufanyiwa ibada hii ya hija. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran. Asante kwa kutazama video hii. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila wakati.